689012217, pia kupitia Facebook page ya Fred Masabo na chaneli yetu ya Kuta Zetu TV. Karibuni sana. Pendwa msikilizaji wa kipindi cha Kuta Zetu kupitia hapa Praise Power Radio 99.3 FM. Napenda kukaribisha tena katika kipindi hiki maalum ambacho kinakufikia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili usiku. Ikiwa ulikosa kipindi cha 12 cha wiki iliyopita, na kualika kuchukua simu yako ya smartphone, ingia Google au YouTube, kisha tafuta channel yetu ya Kuta Zetu TV. Ingia YouTube tafadhali, tafuta channel yetu ya Kuta Zetu TV au Pastor Fred Masabo. Ukishaipata tafadhali fanya subscribe na kisha fuatilia playlist iitwayo Praise Power Episodes na masomo mengine yote utakayo yakuta huko. Baada ya kipindi hiki, pendwa msikilizaji, nipigie au nitumie ujumbe mfupi kwa namba hii. Tafadhali baada ya kipindi andika namba hii, utanipigia au kinitumia ujumbe mfupi kwa namba hii 0689012217. Narudia tena 0689012217. Upo nami mchungaji Fred Masabo na askofu wa makanisa ya Renafe Tanzania. Tuombe. Baba, tunashukuru kwa ajili ya siku ya leo ambao umetupa tena nafasi na kibali kulisikia neno lako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akanene na mpendwa msikilizaji, na neno lako likamponye na kumweka huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, leo tunaendelea na sehemu ya 13 ya mfululizo wa jumbe zinazohusiana na kushinda vita vya kiroho, na sehemu yetu ya 13 inasema silaha ya 4 ya vita vya kiroho, na leo tunazungumzia silaha ya 4 ambayo ni ngao ya imani. Ngao ya imani. Na silaha hizi, mpendwa msikilizaji, tunazipata kutoka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 ukianzia ule mstari wa 14 hadi wa 17, na leo tutasoma ule mstari wa 16. Waefeso sura ya 6 mstari wa 16, Biblia inasema, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Mpendwa msikilizaji, mwanzoni mwa somo hili tulizungumza kuhusu kanuni za msingi za vita vya kiroho. Katika zile kanuni 5 tulizotaja, kuna kanuni 2 kati ya hizo ambazo ni: moja, vita vya kiroho ni halisi. Tulisema ya kwamba vita vya kiroho ni halisi. Lakini kanuni ya pili tukasema maadui zetu ni halisi pia. Kwa hiyo tunasema ya kwamba vita vya kiroho tunavyopigana navyo vipo, ni halisi, lakini pia maadui zetu wapo, ni halisi. Hii ina maana ya kwamba tunapigana vita halisi dhidi ya maadui halisi. Biblia inasema kwamba maadui tunaoshindana nao sio wa damu na nyama, bali tunashindana na falme na mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukisoma ile Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Na kwa kuwa tumezungukwa na nguvu hizi zote za kiroho zinazopigana nasi, mpendwa msikilizaji, ni lazima tuwe na mfumo wa ulinzi wa kiroho ambao utahakikisha kwamba tunabaki salama. Mtume Paulo akiandika
kutokana na muktadha wa jeshi la Kirumi, anatuambia jinsi askari wa Kirumi alivyojitayarisha kabla ya kwenda vitani. Katika karne ya kwanza, moja ya silaha muhimu sana ambazo askari wa Kirumi alizibeba akienda vitani ilikuwa ni ngao. Na ngao ilikuwa silaha muhimu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilimlinda askari dhidi ya mishale na panga kutoka kwa adui. Manake adui akirusha panga, askari aliweza kuzuia lile panga kwa kutumia ngao, lakini pia akirusha mishale, askari alikuwa anaweza kuzuia ile mishale kwa kutumia ngao. Kwa hiyo Mtume Paulo analinganisha ngao na silaha ya kiroho ambayo inaitwa imani. Ndio maana anasema tutwae ngao ya imani. Wakati katika vita ya kimwili, ngao humlinda askari dhidi ya mishale na panga za kimwili, imani kwa upande mwingine humlinda mwamini kutokana na mishale na panga za kiroho. Biblia pia inaita mishale hiyo ya kiroho kama mishale yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo katika vita vya kiroho, mishale inayorushwa kwetu, Biblia inaita mishale yenye moto ya yule mwovu. Shetani na majeshi yake hupigana nasi daima kwa kurusha mishale hii yenye moto, kwa mujibu wa maneno ya Mtume Paulo. Sikiliza mpendwa msikilizaji, ni vema ukumbuke kama tulivyosema mwanzo ya kwamba uwanja wa msingi wa vita vya kiroho ni akilini. Tulisema ya kwamba akilini ndiko ambako vita vya kiroho huanzia, na vita vingi, asilimia kubwa, hufanyika katika akili zetu. Kwa hiyo mishale hii yenye moto ya mwovu Ibilisi mara nyingi inalenga hasa akili zetu. Sasa ningependa ujue njia mbalimbali ambazo mishale ya moto hiyo huja kwetu, au ile mishale hupiga akili zetu, hulengwa kwenye akili zetu kwa njia gani? Sasa ningependa nikupe njia mbalimbali ambazo hii mishale ya moto hulengwa kwenye akili zetu. Moja kabisa ni kupitia mawazo. Mishale hii ya moto huja kwa namna ya mawazo ya ghafla yanayogonga akilini mwako. Mfano, unaweza tu ukawa umeketi mahali au umetulia au unatembea au unafanya shughuli mbalimbali, ghafla wazo likagonga kwenye akili yako kwamba hivi huwa watu wanakufa vipi, na utakufaje, na je, haya yote unayoyapitia, unaona haja yoyote ya kuishi? Si bora ujiue tu? Unaona, hayo ni mawazo ambayo huwa yanavamia akili zetu ghafla tunapokuwa tumetulia au tunafanya shughuli mbalimbali, na hivi ndivyo ambayo shetani hurusha mishale yenye moto katika akili zetu. Na tulisema kuwa aina hii ya mawazo ambayo yanatuvamia ghafla, yanakuja katika akili zetu ghafla kama mshale wa moto, tunayaita mawazo ya kimapepo, na hii ni mishale. Njia ya pili ambayo mishale hii inakuja ni kupitia ndoto. Mfano, unaweza kuota, unaweza kulala ghafla ukaota mwenzi wako amekufa, au ukaota mtoto wako amekufa, ndugu yako, au pengine ukaona ndugu yako au mpendwa wako anakuangia katika ndoto. Hii yote ni mishale ambayo inalenga akili yako, kwa sababu mara unapoamka baada ya kuona ndoto za aina hii, kitakachotokea ni kwamba shetani atapanda ndani yako hofu. Hizi ni ndoto ambazo mara nyingi ukiamka unajikuta moyo wako umejawa na hofu, na wapo wengi ambao wanavamiwa na mishale hii kupitia ndoto, na kisha wanaonda ndoto mara kwa mara ambazo zinawafanya kila wanapoamka wanakuwa na hofu ndani ya mioyo yao,
ndani ya maisha yao yanakuwa duni kwa sababu ya zile ndoto. Lakini pia lengo la shetani la ndoto hizi ni kwamba uweze kuziamini. Uamini ya kwamba mwenzi wako anaenda kufa, uamini ya kwamba mtoto wako anaenda kufa, uamini ya kwamba ndugu yako anaenda kufa, au uamini ya kwamba jirani yako anakuangia kweli. Hili ndilo kusudi kubwa la shetani. Na mara nyingi unapoamini ndoto kama hizi, tayari zinakuwa halisi katika maisha yako. Nimewahi kusikia watu wengi wakisema kwamba niliota mume wangu akifa, na baada ya muda mfupi kweli akafa. Unajua nini? Kile unachokiamini ndicho kinachotokea kwa nje. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na kile tunachokiamini, kile tunachokiruhusu kutembea katika akili yetu, kwa sababu imani tunayoiamini ndani yetu ndiyo inayoleta matokeo ya nje. Tuwe makini, kwa sababu hiyo ni mishale ya shetani. Na mishale ya moto ya shetani na kujaje tena, njia ya tatu ni kupitia maneno ya watu. Unaweza kuwa umetulia, umekaa, ghafla akaja mtu akakuletea ripoti mbaya kwamba mtoto wako anaumwa, kwamba ndugu yako anaumwa, yuko hoi, kwamba ndugu yako amekufa. Au unakumbuka hadithi ya Ayubu, anaamka tu asubuhi anaambiwa mali zako zote zimeteketea, mifugo yako yote imeteketea, watoto wako wote wamekufa. Hiyo ni mishale ya shetani ambayo mara nyingi inakuja kulenga akili. Na wakati mwingine unaweza kuwa unapokea lawama tu za watu, au unaweza kuwa unapokea maneno, watu wanakusemea uongo, watu wanakukosoa. Hiyo yote ni mishale ya mwovu ambayo inaletwa ikilenga akili yako. Na wakati mwingine mishale hii inakuja njia ya nne, kupitia kile unachokiona. Kwa mfano, unaweza kuamka asubuhi ukamwona mtoto wako akiwa naumwa sana, ukimgusa tayari amechemka sana, ukimwona unaona tayari amekuwa mnyonge, tayari amedhoofika. Hiyo yote ni mishale. Yale unayoyaona ni mishale. Unaweza kuamka asubuhi ukienda kazini ukakuta biashara yako inaisha, bidhaa zote zinapotea na hela huioni. Hiyo yote ni mishale. Tunapozungumzia mishale inayokuja kupitia kuona, tunakumbuka hadithi ya Wafalme wa Pili sura ya 6. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 25, unaona mtu mwingine kama sisi ambaye alivamiwa na mishale akilini baada ya kuona. Tukisoma ule mstari wa 15, Biblia inasema hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi umfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi wake, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Tunaona habari za mtumishi wa Elisha ambaye siku moja aliamka asubuhi akaona jeshi kubwa la watu na farasi na magari wakiwa wamemzunguka na kuuzunguka ule mji. Akasema alipoona tu ni kama mishale ya moto ilipiga kwa akili yake. Akasema, ole wetu bwana wangu. Akamwendea Eliya akamwendea Eliya akasema, Bwana, tunafanyaje hapa? Maana nimeona nje tumezungukwa na maadui. Elisha akajua tayari huyu akili yake imeshavamiwa na mishale ya moto ya shetani. Na mara nyingi mishale kama hiyo inapokuja ni hofu inayotanda ndani yetu. Akamjibu akamwambia, usiogope, inua imani yako, shika ngao yako ya imani, uiweke, usimame nayo, kwa sababu walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ya tano ambayo mishale hii ya moto inatujia ni kupitia kile tunachohisi. Unaweza kuamka ukasikia maumivu ndani kichwani au mgongoni, ukasikia ni mdhaifu, ukasikia una njaa, au ukajisikia hali fulani mwili wako ukiwa hauko vizuri. Kila unachohisi kinaweza kutumika kama mshale wa moto kwenye akili yako. Unaweza kupata ugonjwa ukiwa huna ugonjwa. Unaweza kupigwa na presha kukiwa hakuna kitu chochote kile. Na ndiyo maana kila wakati mshale wa hofu, mshale wa kile kinachovamia akili yetu, tunapouhisi, tunapaswa kuinua ngao ya imani kusema, maumivu haya ni maumivu madogo tu. Haleluya! Maumivu ya mgongo ni ya muda mfupi tu, yataisha. Huu ni udhaifu tu. Tunapaswa kuinua ngao ya imani ili tuweze kushinda. Sikiliza, njia nyingine ambayo mishale hii huja ni kupitia hali na mazingira mbalimbali. Unaweza kupatwa na mpendwa wako akafariki na kadhalika, au unaweza uchumi wako unaweza kuyumba, au watu wanaweza kukuchukia. Unaweza kuwa na ugomvi katika ndoa. Hayo yote ni mazingira ambayo usipokuwa makini yataifanya akili yako idhoofike, kwa sababu mishale hii yenye moto mara nyingi huelekea akilini mwake, na lengo kubwa ni kuyaharibu maisha yako. Ndio maana Biblia inasema katika Yohana 10:10 ya kwamba mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Sikiliza mpendwa msikilizaji, sasa kazi ya imani kama ngao ni nini? Kazi ya imani kama ngao ni nini? Kazi ya imani kama ngao ni kuzuia ile mishale. Kila mara ile mishale inaporushwa kuelekea kwenye akili zetu, lazima tuinue imani yetu ili kuizuia na kuibadilisha mwelekeo wake. Ndiyo maana Mtume Paulo anasema, twaeni ngao ya imani, twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto. Tunazima mishale ya moto ambayo inavamia akili zetu kwa kutumia ngao ya imani. Tunazuia na kurudisha nyuma chochote ambacho shetani amekitupia kwetu kupitia imani. Haleluya! Mpendwa msikilizaji, ningependa wakati ninapoendelea na somo unitumie ujumbe mfupi. Nitumie ujumbe mfupi kwa namba hii 0689012217. Narudia tena 0689012217. Sauti hii ni ya mchungaji Fredi Masabo. Na ninakukaribisha kanisani uweze kututembelea kanisani siku ya Jumapili. Karibu tuweze kubarikiwa pamoja, na nitakuhudumia na kukuombea na kukushauri kulingana na changamoto yako. Kanisa letu linapatikana Tambani. Ukitokea Mbagala au Chanika, ukiwa pale Chanika au ukiwa pale Mbagala, unaweza kuulizia magari ya kuja Kitonga. Pale yanapatikana magari ya Kitonga. Panda gari la Kitonga. Ukifika Kitonga, tafuta bodaboda, waambie wakuelekeze kanisa la Renafe Tambani, kanisa la Renafe Tambani, au waambie tu kanisa kubwa la njano la Tambani. Watakuleta na Bwana atakubariki kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Sikiliza mpendwa msikilizaji, ni muhimu sana kutambua kwamba imani na maombi ni vitu viwili tofauti. Nataka nikuelezee tofauti yake. Imani na maombi ni vitu viwili tofauti. Sikiliza, unaweza kuomba bila imani, yaani unaweza kuomba kwa hofu, kwa sababu kuomba kwa hofu ni kuomba bila imani. Lakini unaweza kuwa na imani bila kuomba na ukashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu imani ni ule msimamo wako wa ndani unapokabiliana na mishale, unapopigwa na mishale,
kitu cha kwanza unachokihitaji kabla ya kuomba ni kuwa na msimamo wa ndani wa imani. Tunajifunza hili, ngoja nikupe mfano. Tunajifunza hili kutokana na hadithi ya Marko. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa 35 hadi wa 41, tunakutana na hadithi ya Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake. Ule mstari wa 35 unasema, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwapo pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Sikiliza, katika wakati huu wanafunzi wa Yesu waliona na kupigwa na dhoruba kali. Sikiliza, dhoruba hii ilirusha mishale ya moto akilini mwao. Wakaanza kuomba maombi ya hofu. Biblia inasema wakamwamsha na kumwambia, Mwalimu, hujali unavyoona tukizama? Sikiliza mpendwa msikilizaji, napenda uelewe hapa ya kwamba Yesu katika hali hii yeye hakuomba kwa Baba. Biblia haionyeshi ya kwamba Yesu akisema, Baba tusaidie sasa katika hali hii. Hapana. Ambacho Yesu alikifanya wakati ule, alivaa ule msimamo wa imani wa ndani. Ndio maana nimekwambia, unapokutana na mishale, unachohitaji ni kuwa na msimamo wa imani wa ndani. Kwa hiyo akavaa mamlaka na akakemea ile dhoruba, nayo ikatulia. Biblia inasema akaamka, akaukemea upepo, akayaambia mawimbi, nyamaza, tulia. Kisha upepo ukatulia na kukawa shwari kabisa. Sikiliza, je, tunajifunza nini kutokana na haya? Tunapokabiliana na adui, hatuombi kwanza na hatuombi kwa Mungu. Tunapokabiliana na adui, tunamkemea, tunamtazama yule adui, tunamkabili yule adui na kumkemea. Tunakataa, tunazuia, tunabadilisha mwelekeo wa mishale ya adui, na hayo yote yanafanywa kwa imani. Ndio maana tunapojenga mahusiano na Mungu, tunaelekeza maombi yetu kwa Mungu, lakini tunapokabiliana na adui, tunainua viwango vya imani na kuishika ile ngao ya imani na kuyachukua yale mamlaka tuliyopewa na Kristo. Yesu aliposema, nimewapa amri ya kukanyaga nge, tunaivaa ile mamlaka na kisha tunaamuru ile hali au yule adui kunyamaza kimya. Silaha ya imani haihusiani na maneno au miitikio ya kimwili, bali ni msimamo wa ndani wa kimya. Unachokihitaji unapokabiliana na mishale katika akili yako, unapokabiliana na hali za kutisha, unahitaji kwanza msimamo wa imani. Kabla ya kumuita mchungaji wako akuombee, kabla ya kumuita nani, hata kabla ya kumuita Mungu, hata kabla ya kumwamsha Yesu kama hao wanafunzi walivyofanya, unahitaji kwanza msimamo wa imani. Ndio maana Yesu alipoamka, kitu cha kwanza alichokiangalia ndani ya wanafunzi wake, aliangalia imani,
akakuta ni watu wako wanaomba tu, Yesu, Yesu tunaangamia, Yesu tunaangamia, bila imani ndani yao. Unapokuwa na imani, huhitaji hata kuomba. Shetani anajua. Unapokuwa na imani, shetani anajua. Kwa hiyo kuna wakati hata huhitaji kuomba. Unahitaji tu kusimama na ule msimamo wa imani na kushinda. Haleluya! Tatizo kubwa la kanisa leo ni makundi makubwa ya watu wanaokusanyika kuomba au kuombewa bila imani. Waumini ambao wanahitaji wachungaji wawaombee bila wao kwa wao kwanza kuwa na imani. Ndio maana niko na kufundisha somo hili. Ninataka ujifunze kusimama na imani wewe mwenyewe bila kunitegemea mimi wala mchungaji wako, kwa sababu hata nikikuombea masaa 24 nikiwa naomba, ikiwa huna imani ndani yako, huwezi kuona matokeo, huwezi kushinda. Lakini ukiwa na imani, utaamuru dhoruba kama Yesu alivyoamuru. Utaamuru mawimbi kama Yesu alivyoamuru, na yale mawimbi yatatulia. Na ndicho ambacho Yesu alikuwa anakitegemea kwa wanafunzi wake. Wanafunzi hawa katika dhoruba wanaomlilia Yesu bila imani, walikuwa wanamlilia Yesu bila imani. Yesu akawaambia, mbona mnaogopa hivyo? Bado hamna imani? Mpendwa msikilizaji, wanaoshinda vita vya kiroho ni wale waliojawa na imani. Kila mara, mpendwa msikilizaji, unapoona mishale na panga zikija dhidi yako, jikumbushe kweli na kubadilisha mwelekeo wa mishale hiyo. Kwa mfano, jambo la kwanza, tuma roho yako katika ulimwengu wa roho. Kwanza ujione ukiwa umeketi pamoja na Kristo, kwa sababu tulishasema ya kwamba tulipookoka tuliketishwa pamoja na Kristo juu ya kila nguvu zote na kila mamlaka. Kwa hiyo jione kwanza katika ulimwengu wa roho ukiwa umeketishwa na Kristo juu ya kila mamlaka na adui anayekukabili. Pili, ona adui na hali zako zote kama adui waliopokonywa silaha na kushindwa. Tulifundishwa kutoka katika Wakolosai sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 13 na kuendelea, jinsi ambavyo Yesu alivyowanyang'anya maadui zetu silaha. Kwa hiyo unapokabiliana na adui, unapokabiliana na hali, ione ile hali na umuone yule adui kama adui asiye na silaha mbele zako. Pia jione ukiwa umelindwa na kufichwa ndani ya Kristo, na uamini kwamba umelindwa kikamilifu. Unapaswa kukumbuka daima kwamba maisha yako, kwa mujibu wa Wakolosai 3:3, yamefichwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo adui yeyote yule ambaye angetaka kukudhuru, lazima kwanza amuue Kristo na kisha akuue wewe. Sikiliza, umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Jambo lingine, kumbuka wewe ni nani ndani ya Kristo. Kila mara unapokutana na changamoto, unapokabiliana na hali, kumbuka wewe ni nani. Yohana wa kwanza 4:4 inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, ninyi ni wana wa Mungu, nanyi mmeushinda ulimwengu, kwa kuwa yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule aliye ndani ya dunia. Anasema Paulo katika Warumi 8:36 ya kwamba katika Kristo sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo unapokabiliana na hali, unapokabiliana na vita, jione kama mshindi na sio mshindwa. Na pia kumbuka ahadi za Mungu. Biblia inasema sitakutupa wala sitakuacha kamwe. Biblia imesema katika Waebrania 13:5 ya kwamba Mungu katika hali zote ambazo tunakutana nazo, katika vita vyote ambavyo tunakutana navyo, Mungu hatatuacha wala kututupa kamwe.
Ukishayakumbuka haya yote, simama na ukeme na ukatae na uzuie na ubadilishe mwelekeo wa mishale, utope nje, useme mimi ni mshindi, useme ninashinda ndani ya Kristo, useme haliye ndani yangu ni mkuu kuliko haliye ndani yako ya adui. Ujione ukiwa umelindwa, useme nimelindwa ndani ya Kristo, nimefichwa ndani ya Kristo. Lakini pia umwambie adui ya kwamba adui, ninajua ya kwamba wewe unanijia bila silaha. Jione ukiwa umeketi sehemu yenye mamlaka pamoja na Kristo. Hivyo ndivyo tunavyoshinda. Ninakuombea mpendwa msikilizaji, kuanzia sasa usome neno la Mungu sana, ili imani yako iwe kuu, kwa sababu imani inaongezeka ndani yetu kadri tunavyoendelea kusoma neno la Mungu. Kama huna Biblia, nunua Biblia mwaka huu, ujifunze neno la Mungu. Kadri unavyolisoma neno, ndivyo utakavyoendelea kuishi maisha ya ushindi. Bwana Yesu akubariki. Ninaamini ya kwamba Yesu atakuwezesha kushinda na zaidi ya kushinda. Nitumie ujumbe mfupi kwa namba hii 0689012217. Narudia tena, nipigie simu kwa namba hii, tafadhali andika 0689012217. Bwana Yesu akubariki. Muda wangu hautoshi. Bwana akubariki. Tukutane tena Ijumaa saa 2:30. Bwana akubariki sana. Amen. Asante kwa kusikiliza kipindi cha Kuta Zetu. Kipindi hiki kinakuja kwako kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Kuwasiliana na Askofu Fred Masabo, piga simu namba 0689012217. Usisahau kutembelea chaneli yetu ya YouTube ya Kuta Zetu TV. Kusapoti kipindi hiki, tuma sadaka yako kwa njia ya M-Pesa kupitia 0745863047 au Mixx by Yas 0715335819. Mungu akubariki sana.